Risks are many, notably criminal activities are heightened when people take too much drugs. People lose their lives still, and also people affect their families in different ways. Suicide cases are on the rise, divorce cases, battery. So we try our best to reduce this with this rehab center here that we hope that will help people be better people in the society. The capacity at the moment we can house 12 inpatient, but for outpatient we can cater for both male and female. But for now, our center is housing 12 male inpatient. Globally and nationally, ile wakati ambao umetengwa kwa mtu kukuja hapa rehabilitation center ni miezi 3. Na hizi miezi 3 ndivyo anafanyiwa hiyo treatment ambayo nilikuwa nimeeleza hapo awali. Tunamfanyia hiyo assessment ya kwanza. Baada ya hapo tunamfanyia treatment. Baada ya treatment tunamfanyia what we call aftercare program. Aftercare program tunaifanya after every 1 month, which goes for 1 year. So that is 52 weeks to make sure that huyu mtu ako sawa vile tulimtoa hapa, kwa sababu akitoka hapa tumemfanyia detox ya kutosha yeye. Kwa hivyo tunamaanisha tumemtoa chembe zile za madawa za kulevya ama pombe katika mwili wake. Sasa anaweza kurudi katika hali yake ya kawaida ya maisha. Lakini wakati mwingine tunahitaji either kuongeza muda, kwa sababu kila mtu ana respond tofauti katika hii treatment ya addiction. Kuna yule amekunywa madawa za kulevya na pombe kwa muda mrefu. Mtu kama huyo ukimweka hapa miezi 3 pengine haitatosha. Kwa hivyo unahitaji kumuongezea muda, na kuna wale ambao wameanza wanahitaji tu muda kidogo kuwarekebisha na kuwarudisha katika laini. I've been an addict for 7 years, and I can say like for the past 5 years I've been using daily without skipping a day. Most of them are my friends, so I'd like to talk to them as a friend. Drugs only lead to 3 things. That is jails, institutions like this, and death. So among the 3 choices, I think the one choice that is better for you to choose is to go to an institution like this. Just admit that you have a problem with using, and from there, I'm sure once you're willing to come out clean, you can never lack ways of being helped to come out and be yourself, because the future is quite young. I'm young, I'm 25. I wasn't able to complete school, but right now I think I even have a chance to go and complete school. At this rehabilitation place, it's a serene environment where I get to have like a long time reflect alone and with my therapist. Helps me a lot figure out a lot of things. So you get to look at your past life, the things you used to do wrong, and you look at your future. And by looking at your future, you come to realize that you're still young, you can still achieve a lot of things. So it's never too late to turn from your old life. At any point in life, you can just turn, and at that turning point will be the turning point of your life. Mimi maisha yangu nikiwa nje ilikuwa that easy, sababu nilikuwa na struggle kutafuta hizi drugs, ilikuwa difficult. Mtu akijaribu ukitafuta drugs, ukipata the taste of it, you just want more and more and more. Na hiyo drug ukingangania ndio unaendelea kudevelop venye unasikia cravings, na venye nimekuja hapa nimeona a big difference to how my life was. Nilikuwa shule nika drop out because of these drugs, na ningependa nikitoka hapo mzazi wangu sababu najua aliniambia atanirudisha shule. I'm willing to go back because I have a brighter future ahead of me, not the way I was in my old pattern. Youth naza advice tu in my own understanding. Si lazima niko nimesoma ati ndio niwaambie, lakini nawaambia tu my youth mwachane na madresi poa. Unaharibia vijana life.
Jana huko nje live sioni ni mbaya huko nje. Tunaona wengi wakiwa wasafi, maybe utalk those streets. Unajua kule ndani street huko. Kwa ndo utapata ndo mambo iko mingi, drugs, za kujidunga, lakini si not hapa juu outside si mbaya vile. Vijana ni wasafi, church unapata wengi, yani ile lika yako most ni wa kanisa. Sky lika ingine iko nyuma yetu ama mbele yetu.